Karibu msikilizaji kwenye Sauti za Usawa. Bado tunaangazia mitazamo ya kijinsia, ambapo leo kwenye sehemu hii ya 3 tunaangazia mitazamo ya kijinsia kwenye vyombo vya habari na mchango wake katika kuchochea migawanyo na mitazamo ya kijinsia katika jamii. Miongoni mwa yale ambayo utayasikia kwenye kipindi cha leo ni pamoja na wanaume wana majukumu pia. Tena ukiangalia wanajipa kazi nyingi. Wanaume ukuta wanakuwa na kesha, wengine walevi. Unakuta hakuna mwanaume ambaye anaweza kazungumzia. Na ikitokea mwanaume anaendesha vipindi vya namna hiyo, basi anaonekana kwamba huyu sio ridhiki, tunaita hivyo. Watu wengi hawaamini kama taarabu inaweza kufanya na mwanaume. Sikubaliani na hilo swala kwamba mimi unikoseshe nafasi kwa sababu majukumu. Ninaitwa Aloisia Ngunyali, mwandishi na mtangazaji wa kipindi hiki, na kusihi tuwe wote mpaka mwisho. Vyombo vya habari zikiwemo runinga, redio, magazeti na vile vya mtandaoni vina mchango mkubwa katika kubadilisha au kuimarisha imani ya mtu binafsi au jamii. Lakini tumekuwa tukiona mgawanyo na mitazamo ya kijinsia katika vyombo vingi vya habari. Mgawanyo wa kijinsia kwenye vyombo vya habari tunauona katika sura tofauti, ikiwemo ufinyu wa sauti ya mwanamke na mtoto wa kike katika vyombo hivyo, ambapo tunashuhudia wanawake wakisikika kwa uchache kama vyanzo vya habari au wazungumzaji kwenye habari, hasa kuhusiana na masuala ya kitaaluma ikilinganishwa na wanaume. Kwa mujibu wa ripoti ya mradi wa Global Monitoring Media ya mwaka 2021, wanawake ni 38% tu ya wataalamu wanaozungumza katika habari na 43% ya wanahabari wanaoripoti habari ulimwenguni. Eneo lingine tunaloona kukosekana kwa usawa kijinsia kwenye vyombo vya habari ni katika uongozi. Vyombo vingi vya habari vina uwakilishi mdogo au havina uwakilishi kabisa wa wanawake katika uongozi. Kwa mfano, katika vituo 11 vya redio vinavyorusha matangazo yake kutoka mikoa ya Lindi na Mtwara iliyopo kusini mwa Tanzania, 21% tu ya viongozi wake ni wanawake katika ngazi ya meneja wa redio, meneja vipindi, mhariri mkuu na meneja masoko. Aidha, tunaona mgawanyo wa kijinsia katika vyombo vya habari katika upande wa waandishi na watangazaji wa vipindi. Kwa mfano, katika vituo vingi vya redio na televisheni, si tu kwamba kuna uwakilishi mdogo wa wanawake, bali tunashuhudia mgawanyo wa aina ya vipindi wanavyofanya wanawake na wanaume. Tunaona mara nyingi wanawake ndio wafanya vipindi vinavyoangazia masuala ya malezi, familia, jamii na vipindi vya udaku na mipasho, wakati wanaume wamekuwa wakiongoza vipindi vya mijadala na uchambuzi wa masuala ya kitaalamu. Bwana Amua Rushita, yeye ni meneja wa kituo cha redio Jamii FM kilichopo mkoani Mtwara. Pamoja na kuhudumia kituo hicho, amepata kutembelea vituo vingi vya redio hapa nchini na nje ya nchi. Anaanza kwa kuniambia hali ya uwakilishi kati ya wanaume na wanawake kwenye vituo hivyo ukoje. Kwa bahati nzuri nimetembelea vituo takribani zaidi ya 50 kwa Tanzania nzima, Tanzania bara na visiwani, lakini nimebahatika pia kutembelea nchini Uganda. Nchini Uganda nimetembelea vituo vya redio 10. Na kwenye masuala ya jinsia bado hatujaweza kuwa na mizania sawa. Kuna maeneo mengine unaweza kwenda unakuta kuna wafanyakazi 6, 5 wanaume, 1 mwanamke. Kuna maeneo mengine unaweza kwenda unakuta wanawake wako labda 4, wanaume wako 6, angalau tunasema hapo mizania imekaa sawa. Lakini kuna maeneo mengine kabisa unatafuta wafanyakazi wapo 15, wanawake wako 3. Na ukiangalia ni taasisi kubwa, lakini ukiuliza sababu hazina, hazieleweki. Lakini kwenye hivyo vituo zaidi ya 50, kituo ambacho nimetembelea na kina idadi kubwa ya wanawake ni kituo kimoja tu cha nchini Uganda kwenye hizo redio 10 ambazo nilitembelea, na uzuri hicho kituo kinamilikiwa na wanawake. Ownership ni wanawake, lakini wafanyakazi jenda imejitahidi kubalance. Wanaume ni wachache, wanawake ni wengi. Na wanakuambia walivyofanya utafiti wakakuta kwamba wasikilizaji wao wengi ni wanaume. Wakajiuliza kwa nini, wakasema wanaume wanapenda sauti za kike. Kwa hiyo kumbe kuna faida pia ya kuweza kuwafanya wanaume waweze kusikiliza redio kwa kuongeza idadi ya wanawake. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo nimetembelea, ukijumlisha vituo karibu vyote vya Tanzania nzima bara na visiwani, kwenye swala la jenda naweza nikatoa ya 35% kwa wanawake na wanaume wakawa na hizo 65%. Nimezungumza naye pia juu ya uwakilishi wa wanawake kwenye uongozi kwenye vyombo vya habari, ambapo anakiri kuwa katika kituo chao cha redio
hakuna kabisa kiongozi mwanamke. Na hapa anaeleza kwa nini Radio Jamii FM kumekosekana uwakilishi wa jinsia ya kike katika uongozi wa redio. Kwenye uongozi wa redio kwa kweli uwakilishi wa kijinsia ni kama 0%, na hii imetokana na historia ambayo ilishawahi kujitokeza hapo awali. Wakati kituo hiki kinaanza kilikuwa na mafunzo ya kuwajengea uwezo. Miaka kadhaa iliyokuwa imepita tulikuwa na zile semina za waandishi wa habari mkoani Mtwara. Tulikuwa tunajengeana uwezo katika kutafuta habari za kijamii na namna ya kutatua kero za wananchi, na tulikuwa na viongozi wanawake takribani 2. Na changamoto iliyotokea ni kwamba ofisi ilikuwa imewekeza, kimaanisha kwenda kuwasomesha, kuwapa elimu ya muda mrefu kwa vitendo, na hata kwenye semina walikuwa wanasimama kama sehemu ya kuzungumza, kuwakilisha taasisi. Lakini nilipokuja swala la ndoa likawa limeharibu kila kitu. Mtu ameolewa, mume anakuambia si uwezi kufanya kazi ile tena, utakaa nyumbani, utakuwa unafanya majukumu ambayo ninakupangia. Sasa ukiangalia ofisi imeshawekeza kwa takribani zaidi ya miaka 4, na ilikuwa inategemea sasa ndo tunaanza kupata matunda kutoka kwako, alafu mwisho wa siku umepata bahati ya kuolewa, umeingia kwenye majukumu ya ndoa, na hatuwezi kumzuia kwa sababu ni haki ya kila mtu kuwa na kile ambacho kinatakiwa kuwa nacho. Kwa hiyo baada ya kwa limetokea jambo kama hilo, ni kama mtu unasema umemkatisha tamaa kwa nafasi kubwa. Kwa hiyo ikawa kwenye masuala ya uongozi, kila ambayo ulikuwa unajaribu kumweka, yani mtu amekuja na elimu yake, unajaribu kumweka kwenye position fulani ya uongozi, unamwona hafiti. Lakini sasa kurudi nyuma na kusema uanze kumjengea uwezo kama ambavyo ulifanya hapo awali, inakuwa ni changamoto, na unakuwa unakumbuka maumivu uliyowahi kupitia kama kituo ama taasisi. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana kutoa nafasi ile kubwa ya upendeleo kama ilivyokuwa hapo awali. Msikilizaji, sasa ninazungumza na Bi Salma Mkalibala. Yeye ni mwandishi wa habari na mwongozaji wa TV ya mtandaoni. Anaanza kwa kuniambia nini kinapelekea changamoto ya kukosekana kwa usawa kijinsia katika vyombo vya habari, hasa katika ngazi ya uongozi. Kuwa na usawa au kutokuwa na usawa ni jambo ambalo kidogo litakuwa na changamoto katika ufanyaji kazi wa uandishi wa habari, kwa sababu cha kwanza kabisa maona wa vyombo vya habari, kituo television ya taifa TBC, nyingi zinazofanya kazi nchini kwetu, television, radio na nyingine ambazo zinafanya kazi kama digital, ni wanaume. Kwa hiyo utaona tu kwanza hapo usawa hauwezi kuwa, na kwa sababu kwa asilimia kubwa wanaume ndio wanamiliki uchumi. Ukifanya comparison ya wanaume na wanawake, au niseme basi wanawake basi hawajakuwa na willing ya kuown vyombo vya habari. Kwa hiyo kwenye usawa hapo inakuwa ngumu kwenye umiliki. Lakini kwenye ufanyaji kazi vile vile, tukianzia kwenye management, wengi waliopewa nafasi ni wanaume na ndio wanaofanya hizo program za kurun radio na vitu vingine. Kwa hiyo unaona kwamba pia usawa katika kwenye management ni ndogo sana, wanawake bado hatujapewa nafasi ya kuaminiwa. Na sidhani kwamba wanawake hakuna ambao wana uwezo wa kumanage vituo vya radio, kumanage television kubwa na vitu vingine, isipokuwa tu ile nafasi nafikiri bado hatujapata. Tumemsikia Bwana Rushita akisema kwa upande wa kituo chao cha redio, nini kimesababisha kukosekana kwa uwakilishi wa wanawake katika uongozi. Nimemuuliza Bi Salma kama hii inaweza kuwa changamoto katika vyombo vingi vya habari ambayo inapelekea wanawake kuwa na uwakilishi mdogo kwenye uongozi. Usawa kwenye majukumu ndani ya familia unaweza kuwa ni sawa kwa sawa, japo mama anaweza kuwa ndo ana play part kubwa, lakini sidhani kama hilo ni swala ambalo linaweza kuwa ni chanzo cha mimi kukosa nafasi kwenye kufanya kazi kama kiongozi. Wanaume wana majukumu pia, tena ukiangalia wanajipa kazi nyingi. Wanaume ukuta wanakesha, wengine walevi, wanakaa baa mpaka saa 8, lakini bado wana take responsibility ya kufanya majukumu yao. Sisi labda unaweza kuta labda mama na watoto, labda kama watoto wake wana matatizo ya kiafya au anakosa mtu msaidizi sahihi nyumbani ambaye anaweza kumsaidia katika hayo masuala labda. Lakini ukiachana na hilo, mimi sikubaliani na hilo swala kwamba yani mimi unikoseshe nafasi kwa sababu majukumu. Leo tuongee kwa mfano, rais ana majukumu, yule atekeleze wajibu wake, mbona anafanya? Wanawake wangapi ni mawaziri, wana majukumu mangapi? Kwa hiyo radio itakuwa ina kitu gani, au hiyo TV itakuwa na majukumu gani hasa? Mpaka sidhani kama ni sababu. Changamoto ya kukosekana kwa usawa kijinsia haishi ndani ya vyombo vya habari tu, hata nje kwa watu wa habari na vyanzo vya habari kuna ubaguzi, kama ambavyo anaendelea kuzungumza Bi Salma. Ukweli usawa kwenye kazi hizi hakuna. Mimi nimekuambia kwamba nina online yangu. Ukiangalia katika online zote ambazo nafanya kazi Mtwara, wote waona ni wanaume. Mwanamke ni peke yangu. Lakini kuna wakati mwingine unakuta kabisa unapata mwaliko, watu wanahodhi jina lako, upate mwaliko kwa sababu tu labda wanachukulia hivyo. Lakini pia hata sources, watu wengi wanaofanya activities nyingi ni wanaume. Wewe hata
kuconsider. Yani wewe tu unaamua mwenyewe kufanya aina story ambazo unafanya, lakini watu wana activities wanazifanya za mialiko. Sasa wala wakuconsider na wala wakuinvite kabisa katika hizo kazi zao. Sasa wewe kwa sababu unajua unachokifanya, kwa ile inakuwa sio issue. Wewe mwenyewe unaamua tu kuenda na angle za story ambazo wewe unazitaka na unazitoa na watu wanazifuatilia. Lakini kweli kabisa hata ma sources yao wenyewe wenye hizo taarifa hawana usawa. Sababu wewe wanakuona kabisa una online, unaweza kuwa na followers tu wengi, watu wengi wanafuatilia, lakini hawakualiki. Kwa nini hawakualiki? Wanaona labda kwa sababu wewe ni mwanamke. Wanaume wenzao mbona wanawaalika, wanawapigia simu na nini? Lakini wewe mwanamke, lakini unapambana. Kama ambavyo tumezungumza awali, mgawanyo wa kijinsia kwenye vyombo vya habari tunauona pia katika ufanyaji wa vipindi. Kuna mitazamo kuwa kuna baadhi ya vipindi vinafaa kufanywa na wanawake. Narudi tena kwa Salma Mkalibala. Bi Salma ni mwandishi ambaye tunashuhudia mabadiliko ya safari yake katika uandishi. Kutoka katika kujikita hasa katika vipindi vya mipasho na vile vya masuala ya kawaida ya kijamii mpaka kuripoti habari zinazohitaji wataalamu na wakati mwingine masuala ya uchambuzi au uchunguzi. Namrudisha nyuma wakati anafanya vipindi vya mipasho. Nimetaka kufahamu, je, hiyo ndiyo aina ya vipindi ambavyo alikuwa anapendelea kuvifanya? Mwanzo nilikuwa nafanya vipindi vya taarabu, nilikuwa nafanya hiki, nilikuwa nafanya. Binafsi nilikuwa nasipendi vitu vile, lakini kwa sababu ya mazingira ambayo nilikuwa nafanyia yalikuwa yananiforce kwa vile, lakini kulikuwa na kitu changu ambacho mimi mwenyewe nilikuwa napenda. Kwa kwanza nikakubali kubadilika, nikabadilisha mindset yangu na nikaamua kwanza kubezi katika kile ambacho napenda. Kwa sababu hata naanza kazi, mimi nilikuwa napenda sana mambo ya uandishi tu, andika ndio vitu ambavyo mimi napenda. Muda mwingi natumia masuala yangu ya kuandika. Hata vipindi nilivyokuwa nafanya nilikuwa kama vile nalazimishwa nifanye, lakini nilikuwa sipendi sana. Lakini nikubali kujibadilisha, nikabadilika na nikaamua kufanya kile ambacho naamua. Nilikuwa naona kabisa hapa ndio na fit. Kufanya vipindi vya masuala ya malezi ya kijamii na vile vya mipasho si kitu kibaya. Kila kipindi kina hadhira yake. Lakini tunatazama mtazamo kuwa wanawake ndio wana uwezo mkubwa wa kuvifanya vipindi hivi, huku wanaume wakitazamwa kuwa hawafai kuvifanya, labda tu kuwe na uhitaji. Hii inanifanya nizungumze na Bwana Hamisi Raisi, mtangazaji wa redio ambaye anafanya kipindi cha taarabu. Tulimsikia katika sehemu ya kwanza ya mfululizo wa vipindi hivi vya mitazamo ya kijinsia. Na leo ninazungumza naye tena. Ananiambia ilikuwaje mpaka akaanza kufanya kipindi hicho cha taarabu. Mimi binafsi kipindi hiki cha taarabu ni kipindi ambacho mimi nilikuwa sijakilenga kukifanya na nilikuwa sina hata ndoto ya kwamba nitakifanya, lakini ilitokea kwenye kituo changu cha kazi. Mdada ambaye alikuwa anafanya kile kipindi alikuwa amepata likizo, na baada ya hapo alikuwa hana backup yoyote ambaye anaweza akashikilia kile kipindi. Kwa hiyo niliombwa na bosi wangu kwamba simamia kipindi hiki, kama unakiweza hebu jaribu kufanya. Nikasema hiki kipindi mimi kwa namna ambavyo nimewasikia wadada wanafanya, hiki kipindi mimi ninakiweza. Nikafanya kwa mara ya kwanza na nafasi sasa nikajikuta naanza kuielewa. Wakati Bi Salma akitazamiwa kuwa ana uwezo wa kufanya kipindi cha taarab bila kuzingatia kile ambacho alipenda kukifanya, Bwana Hamisi anapata nafasi ya kuchagua kufanya kipindi cha taarabu kama tu angeweza kufanya hivyo. Mitazamo hii ambayo inaanza kwenye vyombo vya habari inaathiri pia jamii, kama ambavyo Bwana Raisi amesema changamoto anayokutana nayo katika jamii kutokana na kufanya kipindi cha taarabu. Mimi binafsi changamoto ambayo niliipata kwa sababu kipindi nimekifanya takriban miaka 3 sasa nafika. Mwanzo ilikuwa watu wengi hawaamini kama taarabu inaweza kufanya na mwanaume. Baadhi ya jamii wale walikuwa wanaamini kwamba hiki kipindi anayefanya yeyote kama ni mwanaume basi atakuwa na mapungufu fulani, kama ni mwanamke huyo ndo asili yake. Kumbe ni hapana. Na hicho kitu, changamoto hii pia nimewahi kuipata mara kibao, baadhi ya watu wakiwa wanazungumza hivi. Lakini kwa sasa baada ya kufanya takriban miaka kadhaa sasa hivi, hata wale ambao walikuwa wanahisi hicho pia nadhani tayari wameondoka na hiyo dhana, baada ya kuona kwamba mwenyewe anayefanya kipindi ni huyu na anaendesha vipi familia yake na yuko vipi kwenye upande wa misingi yake. Turudi tena kwa Bwana Rushita. Nimemuuliza kwa nini kuna mitazamo kuwa wanawake ndio wafanyaji wazuri wa vipindi vya kijamii na vya malezi na vile vya mipasho. Wafanyakazi wa kike ambao wako kwenye mwelekeo huo huwa wanavipenda wenyewe hivyo vipindi ambavyo tunaita ni vya udaku, venye mazingira ya masuala ya urembo na utanashati. Na by the way vina content ambazo mwanaume tunasema hawezi kuviendesha. Ndio wale tunasema masuala ya agenda pair, kwamba mwanaume hawezi kuendesha, kuja kuzungumzia masuala ya kusutana, masuala ya kusengenyana, kushindana kwenye mavazi
na vitu kama hivyo, unakuta hakuna mwanaume ambaye anaweza kazungumzia, na ikitokea mwanaume anaendesha vipindi vya namna hiyo, basi anaonekana kwamba huyu sio ridhiki, tunaita hivyo, ana mambo yake mengine. Lakini wapo ambao huwa wanafanya na jamii huwa inawapokea. Lakini umezungumza kwenye upande wa vipindi serious kwamba inaonekana wachambuzi wengi wanakuwa ni wanaume na sio wanawake, na hata mimi imekuwa inanipa ugumu kwa namna fulani kuwampanga mwanamke kwenye vipindi vya namna hiyo, kwa sababu anakuambia mimi sifahamu mambo mengi, anasema tu sifahamu mambo mengi, lakini unajaribu kumjengea kwamba bwana, ofisini tuna huduma ya internet, unaweza kupitia kwenye mitandao kuangalia serikali inasema nini, wizara inasema nini, na vyombo vya habari vingine vinazungumzia nini kuhusiana na kile kinachoendelea kwenye dunia sasa. Wakati mwingine nakwambia sawa, nitajitahidi. Inaweza kufika yupo kwenye kipindi mnazungumzia mada fulani, yeye anaishia tu kuitikia ndio unaona. Sasa ukiwa wewe ndio unasimamia kipindi, mtu wa namna hiyo unaweza kutamani kumfukuza, lakini badala ya kumfukuza, maana yake unatengeneza mazingira ya kumjengea uwezo. Na wakati mwingine hata yule mwanaume ambaye yupo kwenye kipindi huwa na mshawishi na kumuita. Kwa mfano hata leo asubuhi nimezungumza na yule ambaye anatangaza naye kwenye kipindi cha asubuhi, namwambia kaa naye chini kabla ya kuwasha maiki, mueleze kile ambacho kipo, na kama inawezekana mueleze ni wapi anaweza kwenda kupata taarifa kabla hamjaanza kuzungumzia mada husika, ili angalau awe anafahamu ABC kabla hamjaanza kuzungumza. Na anapoanza kuzungumza, kama ulishampa maelezo ya awali, anaonekana anafahamu. Ili mwandishi wa habari awe na uwezo wa kuongoza mijadala au kuandika masuala yanayohitaji wataalamu na uchambuzi, anahitaji kusoma, kufanya tafiti na wakati mwingine kupata mafunzo ya ziada. Kumekuwa na fursa nyingi kwa waandishi wa habari kupata mafunzo yenye lengo la kujiendeleza na kujiboresha katika utendaji kazi wao katika nyanja mbalimbali. Wakati mwingine fursa hizi zimekuwa zikihitaji waandishi wenyewe kutuma maombi. Je, waandishi wanawake wana mwamko wa kuchangamkia fursa hizi? Bwana Rushita ananijibu. Mazingira ya mwanamke kuchangamkia fursa si kwa wote, kwa sababu hata ofisini kwangu, pamoja na kwamba na idadi ndogo sana ya wanawake, wako 3, lakini fursa nyingi ambazo unakuta wanazipata ambazo ziko nje ya kituo ni zile ambazo unakuta mtu umemwambia omba, unaweza omba, yani unamsukuma kufanya, ndio anafanya. Lakini ile yeye mwenyewe kufanya inakuwa ni ngumu, kwa sababu anakuwa hajiamini, lakini pili haamini kile ambacho anakifanya kama kinaweza kuwa sawa mbele ya macho ya watu. Naye Bi Salma anakiri kuwa ili waandishi wanawake wapate nafasi nyingi za kusikika katika vipindi vinavyohitaji uchambuzi na masuala ya kitaalamu, wanahitaji kujiongeza na kujielimisha. Usawa huwezi kuwa kama sisi wenyewe wanawake hatujajiongeza. Yaani unaweza kuwa mwandishi, lakini lazima utafute na professionalism nyingine ambayo itakubeba, ambayo itakupa nafasi pana ya kuzungumzia. Leo unaweza kukuta mimi Salma ni mwandishi, lakini nimespecialize kwenye masuala ya gender. Kwa hiyo nitakuwa vizuri kuzungumzia masuala ya gender. Unaweza kanikuta nimesoma masuala ya social work. Kwa hiyo nitakuwa vizuri kuzungumzia hayo masuala. Hapa usawa huwezi kuwepo kama sisi wenyewe wanawake hatutakuwa tunajiongeza. Wengi wa wanaume wamekuwa ni wafuatiliaji, wanasoma vitabu, wanasoma taarifa mbalimbali. Kwa mtu ukimweka katika sehemu fulani anafit, lakini sisi unaweza kukuta ni wachache sana ambao wanajiongeza kwenye masuala ya kielimu. Anawaambiaje waandishi wanawake katika kukimbilia fursa za kujiendeleza? Dunia sasa, kama hujajiongeza utabaki nyuma. Kama wewe mwenyewe ukisema sasa msubiri mtu akushike mkono, utabaki nyuma. Kila kitu sasa hivi kinategemea sana elimu, kinahitaji sana kuchangamkia fursa. Kwa hiyo kikubwa hapa ambacho sisi kama wanawake tunaweza kufanya ili kuendana na kasi hiyo, lazima tukubali kujiongeza. Zikitokea fursa tujaribu, tuombe. Kama wewe mwenyewe una uwezo wa kiuchumi, tumia nafasi yako kujiendeleza. Apply course mbalimbali, soma, specialize course mbalimbali, jiendeleze, hiyo utapata nafasi. Hata kitokea leo kuna kitu kinakuja mbele yako, unaweza kucompete na watu wengine ili kuweza kushinda na kupata hiyo nafasi. Lakini kikubwa sana wanawake tumekuwa ni vile watu ambao tunapenda kujihofia, tuna asili ya uoga, tuna asili ya kuto kujiamini wengi, ndio maana. Lakini kama tutaondokana na hivyo vitu, basi kila kitu kinawezekana. Msikilizaji, kama ambavyo tumesikia, mitazamo ya kijinsia ipo pia katika vyombo vya habari katika sura tofauti. Nguvu ya vyombo vya habari kujenga na kubadilisha imani ya jamii kunafanya mitazamo hii kuchochea jamii kuamini utofauti kati ya wanaume na wanawake katika masuala mbalimbali, kama vile aina za kazi wanazoweza kufanya, uwezo na ufanisi baina ya mwanaume na mwanamke.
Uwepo wa wanawake wengi wanaofanya habari na vipindi vya kijamii na mipasho, huku wanaume wakifanya habari na vipindi vinavyohitaji uchambuzi na wataalamu, vinachangia jamii kuzigawa jinsia katika mirengo hiyo. Vyombo vya habari vina nafasi kubwa kuweza kubadilisha mitazamo hiyo, lakini ili viweze kubadilisha, waandishi wanawake nao wanahitaji kuwa mstari wa mbele, kuchangamkia fursa, kupambania nafasi na kuonesha uwezo wao. Hivyo basi, waandishi wa habari wanawake wanatakiwa kubadilika na kuonesha uwezo wao, wakipambania fursa sawa na wanaume. Na viongozi katika vyombo vya habari na wadau wa habari wakipaswa kutoa nafasi sawa kwa wanaume na wanawake ili kupata usawa kwenye vyombo vya habari. Na mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Leo tulikuwa tunaangazia mitazamo ya kijinsia kwenye vyombo vya habari na mchango wake katika kuchochea migawanyo na mitazamo ya kijinsia katika jamii. Asante kwa wote walioshirikiana nami kukamilisha kipindi hiki. Kumbuka, unaweza kusikiliza vipindi vyetu kupitia Spotify na iTunes. Jina la akaunti ni Sauti za Usawa. Tafadhali follow akaunti zetu na tuandikie maoni yako kuhusu kipindi hiki. Pia jiandikishe na kufuatilia chaneli yetu ya YouTube A Network. Tufuate pia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, LinkedIn na chaneli yetu ya WhatsApp A Network. Kama una lolote la kutuambia kwa ushauri au kwa ufadhili wa vipindi hivi, tuandikie kupitia barua pepe yetu anetworktz@gmail.com au kwa WhatsApp namba +255 764 721 721. Ninaitwa Aloisia Ngunyali. Kwa heri kwa sasa.